Ukiangalia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza, alikuwepo mtu mmoja anaitwa Kornelio. Yule mtu hakuwa hata Myahudi, lakini kwa sababu ya yale aliyokuwa akiyafanya, Biblia inasema alikuwa akiwapa watu vitu na akiomba na kutoa sadaka kwa watu. Sasa Mungu akatuma malaika kwamba akamfanye Kornelio kuonekana ametambuliwa na mbingu, lakini pia akakumbushe lile agano ambalo Mungu ameliweka juu yake kupitia sadaka alizokuwa akizitoa Kornelio pamoja na maombi yake. Tunaweza tukaomba sana, lakini kama hatuna agano, Mungu anaweza akatuacha kwa muda mrefu. Kuna vitu vingi ambavyo Mungu akitaka kukupa huwa anakuepusha navyo, lakini ukiwa na agano, mara nyingi huwa unamfanya Mungu awe na access ya kufanya kila ambacho anahitaji kukifanya ndani mwako. Tazama, Kornelio akaambiwa atume watu Yafa waende kumuita Petro ambaye ni mgeni wa mtengeneza ngozi anaitwa naye Simoni. Sasa sikiliza, kwenye maisha yako ukitaka mbingu ikuhudumie, tengeneza agano ambalo limezidi watu wengine. Tengeneza ukumbusho ambao umezidi watu wengine. Mbingu huwa inakuhudumia haraka, kwa sababu tayari kwenye kila hitaji ambalo mbingu inataka kuhudumia watu utakuwa juu. Haya, jiulize uko upande upi wewe kwenye kile unachotamani kukipata. Je, uliwahi kufanya mangapi kwa ajili ya kutengeneza agano na Mungu ili uweze kupata unachohitaji? Kuna mambo mengi kwenye maisha yako hayajatimia. Kuna vitu vingi havijatimia. Tengeneza agano la sadaka na Mungu. Tengeneza agano la kazi ya Mungu na Mungu. Tengeneza agano juu ya mahali unapopita. Mwambie Mungu, nafanya hiki kwako ili na wewe ufanye hiki kwangu. Kuna vitu vingi ukitaka kufanikiwa, hebu mwambie Mungu kwamba nashughulika na hiki. Uanze wewe. Biblia inasema pia kwenye ile ya Ayubu kwamba ni nani aliyetangulia kunipa hata nimlipe. Kwa hiyo Mungu unapotaka akupe, tangulia kumpa ili akulipe. Mara nyingi neema ya Mungu huwa inatafuta mahali pa kukaa, lakini yamkini hauko mahali huduma neema ile inatakiwa ikuhudumie. Kwa hiyo angalia ni namna gani unatakiwa kufanikiwa ili uweze kusimama mbele ya uso wa Mungu na ushuhuda na ujasiri mkubwa. Tengeneza agano, tengeneza kila jambo lilo jema. Mungu huwa kanuni yake ni ile ile, habadiliki. Ni yeye ile ile jana, leo na hata milele. Mungu akubariki. Anza kutengeneza agano na Mungu.